Kwa hiyo mke wangu, labda ulikuwa unamaanisha nini? Nilikuwa namaanisha kwamba hapo zamani wenzetu wa kina bibi walikuwa wanatupigia hadithi, wanatusimulia mambo ya kale jinsi yalivyokuwa, lakini sasa hivi sioni hivyo vitu. Sasa ukishazungumzia zamani na sasa hivi ni vitu tofauti. Unajua zamani kuanzia miaka 90 hata 93 kwenda miaka ya nyuma, yaani miaka hii walikuwa watu wanajengwa sana katika masuala ya simulizi, lengo kuogopeshwa, sawa, kuofishwa. Na ndio maana watoto wapo sio wezi, walikuwa watoto hawezi kuzurura ovyo, si ndio? Darasa la 7 mtu anamaliza na miaka 16 na bado anaenda sekondari na bado anaenda chuo. Yaani sasa hivi mtoto miaka 7 darasa la kwanza au 6, mwingine ni 5 na force. Unaona? Miaka 14 tayari yuko sekondari. Hata anapokuja kumaliza anakuwa hata akili yake haijajijenga. Na nyumbani hakuna hadithi wala simulizi aina zozote, zaidi tu mtoto kuchukua simu na kuangalia mambo kwenye mtandao. Na zile ndo hadithi za kuja kusikia masizoni za Kikorea, zile ndo hadithi isipokuwa zimeletwa katika hali ya picha, mfumo wa picha. Umeona? Kwa hiyo zile katika hali ya picha tunaangalia kujifunza, lakini wewe kama unataka kujifunza, kuna vitabu vya hadithi, kuna visa vya mitume, sawa, kuna Qur'ani, kuna Biblia, kuna masuala ya tenzi, unaweza kaangalia ukasoma ukajifunza. Unaona? Sio mambo ya zamani tena, ili uweze kupata yani. Lakini unakuta mwingine hawezi kusoma. Kwa mfano mimi sijui kusoma, kwa hiyo siwezi jua. Na kama huwezi kusoma sasa, unaenda kwenye Facebook unaangalia picha. Umeona? Unatazama picha, zile ni hadithi. Ila kuna hadithi za aina mbili. Kuna hadithi za kweli na kuna hadithi za kutungwa. Hadithi za kweli kama vile visa vya mitume na manabii, hizi ni hadithi za kweli tunasimuliana. Lakini pia kuna hadithi za kweli, sio visa vya mitume. Kwa mfano sisi hapa hivi tunaweza tukakaa ukashangaa kwamba kuna mtu mmoja ukamuona labda kafanya tukio fulani na wewe ukaliigiza ukaitia katika picha. Ile ni hadithi ya kweli lakini sio ya mitume. Mmoja tofauti yake. Umeona? Sasa hadithi unazozitaka wewe, zile hadithi za nyoka lenye vichwa 7. Umeona? Hadithi za kifalme, umeona? Kibuyu cha sungura. Umeona? Au zile, umeona? Pepe katundu, pepe katundu, dada wewe kwa mbaya, pepe katundu. Sasa hii tungepata wapi? Umeona? Kinyimbo kwa mfano kama hadithi ya Pepe Katundu, wengine waifahamu. Pepe Katundu ni mmoja alikuwa na watoto zake wawili, wa kike na wa kiume. Wa kiume alikuwa ni mdogo ambao ndo wa mwisho. Muda mwingi mtoto huyu wa kiume alikuwa anatoka na makamasi, umeona, mchafu kuoga, alikuwa na upele mwili mzima. Umeona? Yaani mtoto alikuwa na mitihani kama hiyo. Sasa yule dada mtu akapata bahati ya kupatwa mchumba. Umeona, anataka kuolewa. Na baba yao kameshafariki siku za nyuma. Basi mwisho wa siku huyu dada akachumbiwa na mume wake, alikuja yeye peke yake. Muone akamchukua mke wake na kutaka kuondoka zake. Sasa huyu kaka anataka aondoke na dada yake, anamlilia. Dada anasema hapana, huwezi kuondoka na mimi, mipele kama hivyo umekamasi ngani siwezi. Wewe unamkataa mdogo wake kile. Anamkataa kwa sababu mchafu. Mama anambia mwanangu, si uende naye. Kwani anakuzuia nini? Hata mume anambia mchukue ndio naye. Kaambia sitaki. Lakini kumbe yule kaka mtu akakubali kubaki. Kumbe wanapoondoka na yeye yupo nyuma. Wanatembea, akaangalia nyuma anajificha yule. Anatembea, akaangalia nyuma anajificha. Wanapita pale na anaenda. Mwisho wa siku wanaingia ndani na yeye yuko nje. Niangalie kwanza, akaanza kutia misingi hivi. Nimekwambia baki, mpenzi ngani, kunitia aibu, maana yake nini? Umeona? Hadi mume akamwambia muache, huyu ni mtoto. Akabaki pale. Sasa huyu mume alikuwa anaenda shamba. Lakini mke alimwambia baki nyumbani. Umeona? Siku moja akamwambia, alikuwa anamwambia yule yule shemeji yake. Shemeji yake. Wewe unampa chakula, ukishafika muda fulani aletee chakula. Sawa. Akaendelea siku shemeji yake ambaye ukishafika hapa simama. Piga hodi. Sawa? Kaambia sawa.
Basi akakwenda chukua chake pale, asimama, hodi. Hodi. Aliambia piga hodi mara 3. Muona hodi. Mzee karibu. Muona? Anamuitikia, anaenda chakula anakula. Sasa ikakaa siku moja mtoto akapiga hodi. Hapo kwa hajapiga hodi akaenda moja kwa moja akaanguta shemeji yake, kumbe ni kiumbe wa ajabu. Ni zimwi. Sasa sijui zimwi ni kitu gani? Sijui. Hatulijui. Sijui nini. Unaona? Linalima naambiwa. Huko linaimba mijino yake, mijino hii. Huyo ndio mtu akaogopa, akatetemeka. Akarudi zake wapi? Pale. Akaanza kupiga hodi. Muona akajifaka maji ikitokea. Chochote. Muona baada pale akatoka kwa chakula, muona? Akala. Muona yani kile chakula anakula kwa kutumbukiza tu hivi. Chote. Na mboga na mimi na momo. Mtoto aliogopa. Aliporudi nyumbani akaanza kutafuta mabua. Mabua unajua? Ya mtama yale. Akaanza kutengeneza kitundu. Sawa? Dada ndo anamkataza, "Acha nini kitundu? Wewe, unafanya fujo, sina nini?" Kabla niache tu. Muona? Hata shemeji yake amemwacha mtoto anacheza. Muda mwingine atakukivunja na kukificha. Muona? Basi akijenga na kujenga, akaenda kukificha juu ya mti. Muona? Sasa kumbe kuna siku ambao walikuwa wamepanga wakuja kuwatafuna mkewe na ule shemeji yake. Sasa shemeji ya mtu amependa juu ya ule mtu wenye kitu chake, akaona kundi linakuja. Muona linaimba nyimbo zao, mwana nenea tuje nyama, mwana nenea tuje nyama, mwana nenea tuje nyama, mwana nenea tuje nyama. Manake unajua? Sijui. Mtu nenepa tukula nyama. Hata mimi nasimama. Sasa unaona utamu wa hadithi. Sasa huyu mke hajui chochote kinachoendelea. Kule sana naona kama ambia dada wanakuja. Sababu anamwambia muona yule dada ambeje wewe nyumbani nikwambia ubaki umbea tu. Muona na uongo wako. Tangu lini ikawa hivi na hivi? Muona mtu kama huyo. Basi akanyamaza. Akapiga utundu chake, akaanza kuimba nyimbo. Pepe katundu, pepe katundu, mwana wewe kwa mbaya. Pepe katundu, pepe katundu, umenikataa kwa mama. Pepe katundu, kile kitundu kule kikawa kinaruka. Anakwenda hivyo taleta hii, akashuka hadi chini, akaambia dage panda. Muone dage akapanda, akampeleka juu na nyimbo yake. Akaona lile kundi kama sasa na kushusha na kuacha, mimi naondoka. Dada analia, kaambia mdogo wangu usiniache, sisi ni ndugu, tumezaliwa wawili, tupo kama macho, kwa nini uniache? Akaambia dada, kama ulijua hilo, kwa nini ulinikataa? Kwa nini ulininyapa? Mimi nina upele, leo tazama, tukipanda humu, sitakuambukiza upele. Kaambia sisi ni ndugu, hata uniambukiza sawa tu. Muona? Basi wakaanza kupanda ile kitundu. Muona? Mwisho wa siku akaimba zile nyimbo yao. Muona? Ile mizimu ishakuwa karibu na kile kitundu kinanyanyuka kinapaa. Wale mazimu wanafika pale, kitundu kinapaa. Wakaanza kukimbilia. Muona kwa na nyimbo yao, pepe katu, pepe katu, mwana wewe kwa mbaya, pepe katundu. Muona? Wale utamaki wako karibu na kijiji, ile mizimu karudi nyuma. Fika kwa mama yao, mama akasimuliwa mkasa wote. Dada akawa analia sana kwa kujuta, kwa nini nilimnyanyapaa kaka yangu. Sasa mwisho wa hadithi zamani wanauliza maswali, hadithi hii inatufundisha nini? Lakini mimi na wewe tutauliza pia wale watazamaji, inatufundisha nini? Hizi ndio hadithi zilizokawa, si ndio? Basi mimi na hadithi nyingi sana. Muona, siku nyingine nitakusimulia hadithi nzuri inaitwa Shemgeni.